Ujambo na karibu mpenzi mtazamaji mahala popote ulipo, karibu ili niweze kukupasha yale ambayo yamejiri humo nchini. Kwanza kabisa ni washukuru wale wote ambao mnazidi kutazama kanda zetu mahala popote mlipo na pia kusubscribe kwenye channel. Naomba tu wale ambao bado hamja subscribe uende kawa wewe ni mgeni ama umekuwa kutazama kanda zetu, na kuomba uweze kuponyeza kidude ambacho kiko hapo chini kimeandikwa subscribe, na pia usisahau kengele ambacho kiko kando yake, ili punde tu tunapoweka kanda mpya kwenye mtandao huu utaweza kufahamishwa kwamba tumeweka kanda mpya na unaweza kuitazama. Asante na karibu. Ombi la kumtaka naibu jaji mkuu Philomena Mwilu kuondolewa ofisini limeweza kuwasilishwa kwa tume ya JSC Judicial Service Commission, ambalo linamtaka jaji mkuu huyo kuondolewa ofisini kwa kukiuka katiba. Ombi ambalo liliweza kuwasilishwa kwa JSC na Belinda Egesa ambaye ni mkazi wa Nairobi ameomba JSC kumuondoa ofisini naibu jaji mkuu Philomena Mwilu kwa kile anadai kuwa Mwilu alikiuka katiba ya Kenya, utovu wa nidhamu na pia kutokuwa na uwezo wa kufanya kazi kulingana na sheria za mahakama, pamoja na mashtaka mengine mengi. Naibu jaji mkuu Philomena Mwilu amezidi kuwa na wakati mgumu baada ya kesi zingine kuwekwa mbele ya JSC juu yake na majaji wengine ambapo walitakiwa kuondolewa ofisini. Mwilu ambaye anakosolewa juu ya kuunda chopo la majaji watatu, Justice Eric Ogola, Anthony Mulima na Lady Justice Dr. Frida Mugambi kusikiza kesi ya kuondolewa kwa naibu rais Rigathi Gachagua, na baadaye mawakili wa Gachagua kuelekea mahakama ya rufaa kupinga uteuzi huo wa Mwilu. Siku chache ambazo zimepita, mahakama hiyo iliweza kutupilia mbali uteuzi huo na kusema kuwa Mwilu alikiuka katiba kwa kuunda chobo hilo la majaji watatu, ambapo mahakama hiyo ya rufaa ilisema kuwa naibu jaji Philomena Mwilu alikiuka katiba na hana uwezo wa kuunda chopo hilo, bali mamlaka yako kwa jaji mkuu Martha Koome. Ombi hilo la Egesa linangoja kusikizwa na JSC ili kutoa mwelekeo iwapo Mwilu ataondolewa ofisini au la. Kufikia hapo mpenzi mtazamaji, ndipo natia kikomo kwa sasa. Nitarejea tena baadaye kukupasha mengi jinsi inavyozidi kutufikia kwenye meza yetu ya habari. Asante kwa wale wote ambao mnazidi kutazama kanda zetu na pia kusubscribe, na iwapo bado hauja subscribe na kwamba tu uweze kuponyeza kidude ambacho kiko hapo chini kimeandikwa subscribe, na pia usisahau kengele ambacho kiko kando yake, ili punde tu tunapoweka kanda mpya utaweza kufahamishwa kwamba tumeweka kanda mpya na unaweza kuitazama. Unaweza ukatupe thumbs up ama like, na pia unaweza kutusupport kwa kushare kanda zetu kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii kama vile Facebook na WhatsApp, ili tuzidi kukuza na kuinua channel hii kwa pamoja. Asante na bye bye.